Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Leo nina ujumbe mfupi sana kwa ajili yako, na ni matumaini yangu ya kwamba ujumbe huu utakubariki sana. Tuombe. Asante Mungu kwa nafasi hii. Tuongoze, tubariki, tufundishe, tueleweshe kwa jina la Yesu. Amen. Kichwa cha somo kinasema kuna vitu sio lazima. Kuna vitu sio lazima. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37 tutapata mafundisho yetu machache kutoka fungu la 2 na la 3 na la 4. Biblia inasema hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Sasa nataka tujifunze mambo machache hapa katika kisa cha Yusufu. Tunafahamu Yakobo alimpenda sana Yusufu, lakini kuna sababu fulani alimpenda, si tu kwa sababu alikuwa mtoto wa uzee wake, lakini mafungu haya yametuambia kwamba Yusufu alikuwa na tabia ya kumpelekea baba yake habari mbaya kuhusu ndugu zake. Sasa jambo la kwanza la kujifunza katika maisha ni hili: mfumo wa maisha ya pamoja hauhitaji watu wenye tabia ya kubeba habari mbaya. Kwa lugha rahisi, mfumo wa maisha ya pamoja hauhitaji watu wambea. Ukiwa mbea, hutadumu katika mfumo huo, utapoteza sehemu katika mfumo huu wa maisha. Jambo la pili la muhimu sana, kamilisha kusudi lako bila kuharibia wengine mambo yao. Kamilisha kusudi lako bila kuharibia wengine mambo yao. Kila mtu ana njozi, kila mtu ana mipango. Yusufu alisahau kwamba ndugu zake nao wana mambo yao, wana mipango yao. Kama naye alivyokuwa na njozi ya kuwa waziri mkuu, wenzake nao walikuwa na mambo yao, aidha ni mazuri ama ni mabaya. Lakini kamilisha mambo yako, kamilisha mipango yako, kamilisha kusudi lako bila kuharibia wengine mambo yao. Unatamani kupata cheo fulani kazini, kwenye kampuni, kwenye kiwanda, kwenye taasisi fulani, ndiyo, pambana kadri uwezavyo, lakini usiharibie wengine maisha yao. Usifanye wengine wakafukuzwa kazi, usifanye wengine wakachukiwa, usifanye wengine wakapoteza mishahara yao, nao wanategemewa. Kamilisha mipango yako bila kuharibu mambo ya wenzako. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, na hili ni la muhimu sana. Sio lazima uchukiwe. Sio lazima uchukiwe ndio ufanikiwe. Inayo ni ya pekee. Unaweza kuwa mtu bora bila kuchukiwa. Yusufu angeweza kuwa waziri mkuu wa kule Misri bila kuchukiwa na ndugu zake, bila kutupwa shimoni na ndugu zake. Angaliweza tu, maana ilikuwa imeandikwa, Mungu alikuwa amekusudia kwamba lazima angekuwa waziri mkuu kule Misri. Angeliweza kuwa waziri mkuu bila kuuzwa. Ndivyo ambavyo hata ingelikuwa kwa Yesu. Yuda Iskariote kumsaliti Yesu sio kwamba ndio kumemfanya Yesu afe msalabani. Kusudi la Yesu kuja duniani obviously ilikuwa ni kuja kufa kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hata Yuda asingemsaliti Yesu, kuna namna tu Yesu angekufa. Kuna watu wanasema mti wenye matunda ndio wanaopigwa mawe. Si mara zote. Kuna watu wanajifunza tu kulenga shabaha. Si wakati mwingine mti hauna tunda lolote. Watu wanajifunza mwingine anajifunza anawezaje kurusha jiwe likavuka ule mti likaenda upande wa pili, sio kwamba kuna matunda. Kwa hiyo tusiamini kwamba ni mpaka nichukiwe ndio nifanikiwe. Sio lazima uwe mbea kazini watu wakuchukie ndio wewe mfanyakazi bora. Wewe utakuwa mfanyakazi bora
kwa maadili yako, kwa juhudi zako na kwa uwezo Mungu aliokupatia. Kwa usitengeneze mazingira ya kuchukiwa ndipo ujiaminishe wewe kwamba ni mtu bora. Nataka Mungu akusaidie na Mungu atusaidie sote kwa pamoja tuyaone maisha katika mtazamo mwingine. Ni kweli Yusufu ana pande mbili. Upande mmoja tunapaswa kujifunza uaminifu aliokuwa nao kwa Mungu wake alipokuwa kule Misri. Alishinda jaribu la kulala na mke wa Potifa. That's a credit. Tunamtukuza Mungu sana kwa hilo. Lakini upande wake wa pili, Yusufu alikuwa mbea, kubeba habari mbaya za ndugu zake kumpelekea baba yake. Ile ilikuwa si tabia nzuri, na tunapaswa kujifunza. Mungu atusaidie tufanikiwe bila kuwa watu wanaobeba habari mbaya za watu wengine. Tufanikiwe bila kuchukiwa, tufanikiwe bila kuingia kwenye shimo. Acha kuchukiwa kuje na changamoto zije, lakini si kwa sababu wewe ni mbea. Changamoto zije kwa sababu nyingine ya uaminifu wako. Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe kuelewa ujumbe huu na kufanyia kazi kwa jina la Yesu. Amen. Tuombe. Asante Mungu wetu kwa nafasi hii. Wabariki watu wako. Mbariki mtazamaji fulani mahali fulani ambaye somo hili litabadilisha maisha yake ama litabadilisha maisha ya rafiki zake na ndugu zake. Ruhusu wa share ujumbe huu na watu wengi kati ya uwezo wao katika jina la Yesu.